Ndugu mtazamaji, katika kuendelea kufuatilia kwa ukaribu siasa za kikanda na mwelekeo wa demokrasia kutoka pande mbalimbali za dunia, Sauti ya Chifu inaendelea kukujuza kinachoendelea nchini Tanzania, ambako kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Tundu Antipas Lissu imeingia katika hatua nyeti ya kisheria. Tundu Lissu anakabiliwa na kesi ya uhaini namba 19605 ya mwaka 2025 inayosikilizwa katika Mahakama Kuu ya Tanzania, masjala ndogo ya Dar es Salaam. Kesi hiyo imeanza rasmi kusikilizwa na imepangwa kuendelea kwa siku 20 mfululizo za kazi kuanzia leo Jumatatu Februari 9 hadi Machi 6 mwaka 2026. Kabla hata ya kuanza kwa usikilizwaji wa ushahidi, mwenyekiti huyo wa chama kikuu cha upinzani alihakikisha anawafikishia ujumbe watu mbalimbali anaowaona kuwa wapinzani wake wakuu wa kisiasa. Hatua hiyo imechukuliwa na wachambuzi kama mkakati wa kuibua mjadala mpana wa kisiasa na kikatiba kuhusu mustakabali wa demokrasia nchini Tanzania, badala ya kuiacha kesi hiyo ibaki kuwa suala la kisheria pekee. Moja ya matukio yaliyoibua hisia kali ni namna Lissu alivyoshangiliwa na wananchi mbalimbali waliojitokeza kufuatilia mwenendo wa kesi hiyo. Shangwe hizo zimewafariji wafuasi wake, lakini pia zimeibua mjadala mpana kuhusu mipaka kati ya mchakato wa kisheria na uungwaji mkono wa kisiasa, huku baadhi ya wadau wakizitafsiri kama ishara ya mvutano unaoendelea kati ya serikali na upinzani. Kwa mujibu wa hati ya mashtaka, Tundu Lissu anakabiliwa na shtaka moja la uhaini kinyume cha kifungu cha 39(2)(d) cha sheria ya kanuni za adhabu. Shtaka hilo linatokana na madai ya kwamba Aprili 3 mwaka 2025 jijini Dar es Salaam, akiwa raia wa Tanzania, kwa nia ya uchochezi alitoa kauli na maandishi yaliyolenga kushawishi umma kuzuia kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, huku akitamka maneno yaliyoelezwa kuwa ya kumshinikiza kiongozi mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan. Kesi hiyo inasikilizwa na jopo la majaji watatu linaloongozwa na jaji mfawidhi wa Mahakama Kuu Iringa, Danstan Ndunguru, akisaidiana na majaji James Karayehemala na Ferdinand Kiwonde. Kwa sasa mahakama ipo katika hatua ya usikilizwaji wa ushahidi wa upande wa mashtaka. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa na sheria wanasema kesi ya uhaini dhidi ya Tundu Lissu ni miongoni mwa kesi nzito zaidi za kisiasa katika historia ya hivi karibuni, ikitazamwa kama kipimo cha namna mfumo wa haki unavyoshughulikia uhuru wa kujieleza, haki za kisiasa na nafasi ya upinzani katika mazingira ya baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Ndugu mtazamaji, hitimisho ya kesi hii ya uhaini dhidi ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu inaendelea kubeba uzito mkubwa unaovuka mipaka ya mahakama na kuingia moja kwa moja katika mioyo ya siasa, demokrasia na mustakabali wa haki za kiraia nchini Tanzania. Hii siyo kesi ya mtu mmoja pekee, bali ni kesi inayotazamwa na wengi kama kipimo cha namna dola inavyovumilia nafasi za kisiasa, ukosoaji wa mamlaka na uhuru wa maoni katika kipindi cha baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ambao uliingia dosari. Kwa upande mmoja, serikali na vyombo vya dola vinasisitiza kuwa hakuna aliye juu ya sheria na kwamba kauli au vitendo vyovyote vinavyoonekana kuhatarisha usalama wa taifa au kuvuruga utaratibu wa kikatiba haviwezi kuvumiliwa, bila kujali anayevitoa ni nani au wanatoka chama gani. Kwa mtazamo huo, kesi ya uhaini dhidi ya Tundu Lissu inatajwa kama hatua ya kulinda mamlaka ya kikatiba ya dola na kuzuia kile kinachoelezwa kuwa ni jaribio la kuchochea machafuko kupitia lugha ya kisiasa. Hata hivyo, kwa upande mwingine, vyama vya upinzani, wanaharakati wa haki za binadamu na sehemu ya jamii ya kimataifa wanaiona kesi hii kama ishara ya kuzidi kwa matumizi ya sheria kali dhidi ya wanasiasa wa upinzani. Kwao, mashtaka ya uhaini yanaibua hofu kuhusu mipaka ya uhuru wa kujieleza, hasa pale ambapo kauli za kisiasa zinapotafsiriwa kama tishio kwa usalama wa taifa la Tanzania. Wapo wanahoji kuwa hatua hiyo inalenga haki au inalenga kuzuia sauti mbadala katika uwanja wa kisiasa katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki. Zaidi ya yote, namna kesi hii inavyofuatiliwa na wananchi, kuanzia shangwe za wafuasi mahakamani hadi mjadala mkali kwenye mitandao ya kijamii, inaonyesha kiwango cha juu cha mgawanyiko wa kisiasa nchini Tanzania. Kwa baadhi ya Watanzania, Tundu Lissu anaonekana kama nembo ya upinzani na mapambano ya mabadiliko ya kisiasa.
huku kwa wengine akitazamwa kama mwanasiasa anayevuka mipaka ya kauli zinazokubalika katika mfumo wa kikatiba. Mahakama sasa imebaki kuwa muhimili mkuu kutuliza au kuongeza joto la mvutano huu. Uamuzi wowote utakaochukuliwa katika kesi hii utaacha alama ya kudumu katika historia ya kisiasa ya Tanzania. Iwe ni hatia au kuachiwa huru, matokeo yake yanaathiri si tu mustakabali wa Tundu Lissu bali pia mwelekeo wa siasa za upinzani, ujasiri wa wanasiasa wengine kutoa kauli kali na imani ya wananchi katika mfumo wa haki za kiraia. Ndugu mtazamaji, kadri siku 20 za usikilizwaji wa kesi hii zinavyoendelea, macho ya Watanzania, Afrika Mashariki na jumuiya ya kimataifa yataendelea kuelekezwa kwenye Mahakama Kuu ya Tanzania. Kesi hii itaendelea kuwa kioo kinachoonyesha hali ya demokrasia nchini Tanzania, kiwango cha uvumilivu wa tofauti za kisiasa na nafasi ya sheria katika kusimamia au kudhibiti mijadala ya kisiasa. Ndugu mtazamaji, Sauti ya Chief itaendelea kukuletea taarifa, uchambuzi na maendeleo mapya kadri kesi hii ya kihistoria inavyoendelea. Katika kila mjadala wa kisiasa, kila kanda ina simulizi yake. Sauti ya Chief inaleta simulizi hizo mezani kwa uwazi, uhalisia na heshima ya kweli. Tunahoji, tunachambua na tunafichua. Hii ni Sauti ya Chief. Hii ndiyo sauti ya wananchi. Ndugu mtazamaji wa Sauti ya Chief, tunaendelea kukukumbusha kufuatilia taarifa mbalimbali kutoka pande mbalimbali za dunia, ukitoa maoni yako katika ukurasa wetu wa comment section.